Maandamano imehalalishwa na katiba yetu. Lakini maandamano yanataka kufanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka 2 iliyopita. Na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani. Lakini ubaya ni kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tear gas inapigwa kwetu. Sasa fikiria kiasi na hii vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya. Mnaona nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, kule Ufaransa, maandamano yanafanyika kila mara. Juzi Israel ilipopiga Iran, kulikuwa na maandamano London, New York, Paris, hata Tokyo. Lakini wanakwenda wanamwambia polisi tutafanya maandamano, wanakubaliana na polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale. Kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale wanatoa matamshi yao pale alafu wanatoka. Hiyo ndio maandamano ambayo inakuwa ya amani. Tunataka tuweke sheria ili maandamano isilete shida. Mambo ya 2027 inakuja. Lakini tuko 2025. Hatuwezi kufanya campaign kwa miaka 5 kila mara kwa mara. Tukifanya namna hiyo nchi haiwezi kuendelea mbele. Mpaka tuwe wakati ambaye kuna amani. Kama uchaguzi imekwisha. Tunarudi. Tunangoja mpaka tena uchaguzi mwingine ikuje. Alafu jitokeze. Fanya campaign vile inafanyika katika nchi zingine. Na kule Marekani watu wanangoja mpaka mwisho wa mwaka wa 3 ndio anaanza kutangaza mimi nitasimama. Hii mambo ya kusema ati mimi tunataka kutoa hii, ikifika wakati ile nitasimama na wewe wenyewe utafute watu tupige wewe kura. Kusema wewe utatoka, wananchi ndio watatoa mtu nje, sio wewe. Kusema ati wewe ni uko na shareholders, hapa ni shareholders, wengine wako na shares mingi zaidi, wengine wako na shares kidogo, wengine hawana shares. Hiyo ni taifa gani? Na kama wewe una shares, mbona unatoa ushuru? Unatoza ushuru sababu gani kama wewe huna shares? Hiyo tutasema hii ni mambo ya ujinga ambayo haina maana hata kidogo. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka Kenya moja. Tuko tofauti ya kisiasa, ya kisera, hiyo ni sawa. Tuwe na tofauti ya kisera. Lakini ikifika mambo ya kujenga taifa la Kenya, tuwe kama kitu kimoja. Kenya is one.